Yes, story yetu inaanza na msela mmoja hivi. Huyu msela anaitwa Roy bana. Huyu Roy bana huwa anachelewa ofisini. Yaani ndo anafika sasa hivi anamwambia baba nimechelewa. Baba anasikia kama amelewa hivi. Anamwambia wewe, yaani unalewa afu unakuja kazini. Kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini mwanangu? Una shida gani wewe? Unabadilika lini? Mbona uko mjinga sana? Unaishi maisha kijinga sana mwanangu. Una shida gani? Hebu jitazame, Jitazame afu jitafsiri ujue una shida gani wewe. Baba amemind sana. Jamani, kampuni ni ya familia. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, hakikisha una subscribe, kuna alama ya kengele na una like na share na comments. Leo akawa anawaza na kwaje. Secretary anamwambia kwamba nilikupigia sana ila hukupokea. No, mimi nakulipa ili unipigie. Kwa nini unipigie? Una shida gani wewe? Kwa nini mimi unipigie? Utakuwa unipigie sana mpaka mimi nisikie ili ninyamke niwahi ofisini. Pia anaondoka sepo njiani akutana na mrembo bana. Anambia, "Hey, mrembo kama wewe unasema unatembea kwa miguu, shida nini? Mambo kupoa. Naweza kupeleka pote unakokwenda." Anambia, "No, mimi siendi mbali, naenda karibu. Lakini tunaweza tukaenda." Kwa unakuta mshikaji bana huyu anapenda sana mademu, yani ndio vitu vyake. Wewe amini siku hiyo kaenda kalala naye. Sasa hivi anaongea na simu anamwambia, "Okay, nakuja." Umeona bana, anamwambia, "Okay, basi nitakucheck baadaye, nitarudi baadaye." Kampa pesa pale, anamwambia nitakupigia. Dada anamwambia, "Unanipigia vipi?" Anamwambia, "No, naenda nafikiri tutazungumza baadaye." Anamwambia, "Nilifikiri uko tofauti ila wewe ni kama wale." Okay, sawa, ni sawa. Kama unaona tumemalizana ni sawa." Dada anaondoka na kukasirika. Anaonana na mwanae hapa, anampa story. Anamwambia, "Wewe my G, huyo my G." Roy yuko na mshikaji wake anapiga story na nini, anamwambia, "Wanawake bana." Mara anaingia dada mkali sana hapa. Sasa rafiki yake anatoa macho kweli. Roy mwenyewe kama kawaida yake anapenda wanawake vibaya. Sasa akasema, huyo mchumba simwachi." Umeona, mchumba kaagiza pale na nini, Roy akaamka. Maana anamwambia, "Vipi unaenda wapi?" "Unaenda wapi?" Anambia, "Tulia wewe." Usiamini jamaa kaenda, "Hai, vipi?" "Hai, uko poa?" Anambia, "Wewe ni mzuri." Anambia, "Kama Mungu alikumba basi alikumba Jumapili." Akasema, "Yeah, najua kama mimi ni mzuri." So anamwambia, "Vipi? Umependeza." Anambia, "Inategemea, go straight." Dada anakuwa straight, anamwambia, "Go straight." Kwa nini tusiende tu straight kwenye point? Anambia, "Nice to meet you." "Okay, same here." Dada anamuonesha vitu. Jamaa huwezi amini kama kawaida yake kashachukua manzi kapeleka kama kawaida, kalala naye. Anaamka asubuhi kachoka kinoma. Muda kazini amechelewa tena kwa mara nyingine. Anasema, nini?" Anaamka ili ajiandae chapo aende kazini. Baba yake kama kawaida anafika. Baba asubuhi anamwambia, "Achana nayo mambo. Sasa sikiliza, nimempata mtu badala yako. Nafikiri wewe tutaangalia namna nyingine ya kufanya. Ila wewe nakupa link ya chini kwa sababu wewe unayofanya mimi najua." Baba jamaa achawaze, nimepunguzwa cheo. Kwa ambaye secretary wake, "Hebu muite huyo ambaye kapewa cheo changu, inakuaje?" Jamaa akasema, "Okay." Secretary kama ameenda chap kwenda kumuita huyo aliyepewa cheo. Anambia, "Mheshimiwa amekataa." "Mimi nimwambia lakini amesema hawezi kuja." Anasema, "Nani kwani huyo?" "Vipi wewe nani? Ngoja nimfuate kwanza." Mwamba bana kaenda kumfuata huyo kiongozi mpya aliyochukua cheo chake. Anambia, "Wewe una shida gani?" Jamaa sikaona nyashi bwana. Akanatazama sasa, anambia, "Wewe mtoto mzuri." Bwana dada akageuka akamwambia, "Wewe umekweje umenifuata paka huku?" Anambia, "Mr. Roy, habari yako Mr. Roy?" Anambia, "Wewe yani ni sawa, najua labda unakuwa unataka tena, lakini mimi huwa sirudii wanawake mara mbili. Sasa inakwaje unanifuata tena huku? Nini shida?" Umeona? Naona unanitania, si ndio? Anambia, "Mimi ofisi yangu hii." Anambia, "Wewe ni chize, una akili wewe? Una akili nini unafanya?" Jamaa amini kama huyo ndo bosi wake kwa sasa. Anambia, "Wewe hakikisha unakuwa na respect." Jamaa chachawe akasema, kakasirika akaenda kwa babake kwanza kumfuata. "Baba unafanya nini? Baba unafanya nini?" Yule mwanamke siwezi kufanya naye kazi. Yule mwanamke hapana, sisi yani wewe umjue yule mwanamke. Kwa nini? Anambia, "Tulia. Unaniforce mimi, unajifanya unamjua kuliko mimi, si ndio? Sasa sikiliza." Anambia, "Baba sio kweli." Anambia, "Sikiliza, hii ni kampuni yangu na sababu ni mjinga umeamua kuwa mjinga, mimi nafanya vile ninavyotaka." "Kama vipi? Toka nje." Story anambia, "Unaweza ukaamini ndugu yangu, dada ambaye nimelala naye jana leo eti yuko ofisini kwetu." Yani
cheo changu wewe tukachukua, inakuaje? Wewe unaweza kaamini ndugu yangu? Mtoto anamwambia nimekukuta bana hapa, kumbe upo hapa, nilijua nitakupata hapa. Anamwambia unafanya nini hapa? Anamwambia no, nimekuja kuenjoy. Wewe unprofessional? Hivi hii ndio style yako kuendesha kampuni, si ndio? Ndio style. Anamwambia no. Tu mimi muda wangu wa kuenjoy huwa na enjoy, muda kazini na kwa kazini. Umelala na mimi alafu leo eti unakuja ofisini wewe ni bosi wangu. Anambia tulia mara dada anamutia madaa kidogo. Mwamba akaona we kama kaida yake Roy ndo jinsi bana anapenda maisha yake, kampeleka ghetto tena. Basi bwana, Mwamba tena leo tena analala naye kwa mara ya pili. Si anasema mwenyewe anapenda wanawake kujiridhisha. Kwanza anashtuka tena kumekucha. Kwa mara nyingine tena dada mkuti anasema huyu mwanamke huyu maskini ya Mungu. Mzee leo akiwa katika kikao anawapa duties, anawapa majukumu tofauti tofauti wafanyakazi wake na nini. Basi dada naye akawa na present kazi zake na nini kwa bosi wake, anamwambia mfumo wa project na nini unaenda vizuri. Mara Roy kaingia bwana. Anamwambia sitaki usumbufu wote kwa sababu nakujua huna maelezo ya kunipa. Tutaonana baadaye. Basi baba anaondoka kwa hasira kama kawaida. Roy tena leo anamwambia wewe kwa nini hujaniamsha? Anamwambia so jukumu langu kuamsha. Anamwambia wewe yani unalala na mimi alafu unakuja kazini, yani mimi uniamshi. Roy anazidi kukasirika, anasema huyu mwanamke amekana mawazo kinoma. Unaweza kaamini? Yani imagine nimelala naye kaamka kaenda ofisini mimi nikaniacha. Unafikiria anania gani huyo? Bidada naye anaingia hapo. Anambia nimejua nitakupata hapa. Anambia wewe vipi unataka nini? Yani huwezi kukaa na mimi. Mimi naongea na rafiki yangu, wewe unataka uje, unataka nini? Mbona nifuatilia sana wewe? Yani kama una kitu unania na mimi, kama kuna jambo unataka kufanya kuhusu na mimi, naomba uachane nalo kabisa. Basi leo siku nyingine anaingia ofisini bwana. Kidogo leo nahisi jamaa tukawai. Bana leo kidogo kawai kikao. Ila anafika anaanza kuingilia sasa mazungumzo. Anamwambia kwa nini sasa kufuatilia kitu fulani? Kwa nini ile email jambo la mwisho ilitakiwa lifanyike hivi ukufanya? Baba akisha kupiga makofi ili ashaona kabisa ili swala hili. Roy leo kaja na hasira. Nini unataka? Mimi ni bosi wako. Unataka kufanya kazi hapa, unataka kufanya kazi hapa, Hebu sema. Anamwambia sikiliza, basi twende tukanywe kinywaji. Kinywaji cha nini? Vipi, mbona tunaongelea kazi? Akamwambia no, huu bado ni muda wa kazi, tunataka kuzungumza. Anambia sikiliza, sijajua wewe ni yako ni nini. Afu wewe ni malaya kama malaya wengine. Kana maneno makali sana. Dada alikasirika akaondoka bana. Kakasirika kweli yani. Bwana mshikaji wake anamwambia nimemwambia ukweli, nimemchana kwamba wewe nimemwambia kwamba yani wewe ni malaya na umelala na mimi, afu unakuja ofisini unataka wewe kiongozi wangu, inawezekana vipi? Anamwambia no, muombe msamaha. Anambia muombe msamaha nini wewe? Afu unachukulia vipi wewe? Kwa nini ni nani? Yani anakuja kwenye kampuni yangu alafu anakuwa bosi wangu. Wewe unachukuliaje bro? Basi siwezi amini ile maneno. Dada alimuuma sana kuitwa malaya ambaye analala na wanaume kwa pesa na amelala na yeye afu kesho tena wewe bosi wake. Kwa yani like jamaa alimtukana kwa kweli. Dada kweli pata mawazo kwa kweli. Alisema amekaa na waza inakuaje yani. Wezi amini hii noma kwa kweli. Bwana Roy anacheza game kazini na nini. Secretary anamwambia sijamuona madam hajafika. Anamwambia hajafika. Kwani vipi? Anamwambia hiyo kazi ambayo kunipa kampe. Anamwambia no, hajafika madam leo kazini. Jamaa alikasirika anasema mbona unasumbua wewe? Cheza game pale, ila kapokea taarifa kwamba bidada hayupo kazini. Kesho yake tena akaingia ofisini kama kawaida. Anaambiwa boss karibu, ila madam hayupo ofisini. Anamwambia kwa nini? Anambia siku ya pili leo tena hayupo. Kanipe kawa. Au kama vipi acha tu. Acha niondoke. Roy anapata mawazo. Mbona hajaja kazini? Kwa anaanza kufeel kwamba au nimemkosea. Kwa leo amemfuata nyumbani bwana kuomba msamaha. Amehisi kwamba maneno yake ya jana ya juzi yale yalikuwa mabaya, pengine amefanya bidada asije kazini. Anambia siku mbili hujaja kazini. Una shida gani wewe?
yani haina haja ya kuja hapa. Umekuja hapa kuniomba tu msamaha, sio? Ananiambia yani kuja kuomba msamaha. Nimegundua kama nilichoongea juzi sio kizuri. Anamwambia okay, wewe umekuja kufanya nini hapa? Anasema nimekuja kupata majibu kamili. Yani wewe unalala na mwanaume ambaye unakutana naye siku hiyo hiyo. Kwa nini? Kwa nini unanijaji kwa sababu nimelala na mwanaume siku hiyo hiyo? Wewe je? Kwa nini unanijaji kwa kufanya kitu ambacho wewe umefanya, sio? Kwa akamwambia okay, nimekuomba msamaha, inatosha, samani kwa hili. Roy anaondoka. Roy, huo ndo bwana Roy bwana. Uwezi amini leo ofisini wanapitana yani kama Johan yani. Ase kikao cha leo bwana, babake hakuwa hayupo, kwa Roy ndo alikuwa anaendesha kikao. Uwezi amini wamenuniana wote, wamenuna. Basi kampa story mshikaji wake. Unajua bwana, huyu mwanamke mimi nitamuonyesha. Yani huyu mwanamke mimi anijui mimi ni nani. Mimi ndo Roy bwana. Sasa kama anijui atanijua kwa sababu nitamkisha namkomesha. Jamaa yake anamwambia, "Sasa wewe mwanangu, unajua au mwanamke unampenda? Mbona umekuwa ukimwongelea sana huyu mwanamke, muongelea yeye Bevel. Anambia kwangu mimi ni small fish, yani kwangu mimi ni mdogo sana, na huyu mimi nitamfanya kama anavyowafanya wanawake wengine, nitamkomesha." Anataka kutoka ofisini, anamkuta bidada anasubiri gari yake ilikuwa na shida kidogo. Anamwambia wewe kwani umesema barabarani? Nifikiri una gari. Anamwambia gari yangu ina shida kidogo, nimeagiza usafiri. Anamwambia cancel, ingia kwenye gari yangu tuondoke. Bidada anamwambia no, nimeagiza Uber, unakuja unichukua. Anamwambia wewe acha kiburi, ingia kwenye gari yangu. Bidada mara Uber imefika bwana. Roy anachukua hela, anaenda kwa huyo Uber, anamwambia wewe kupa pesa zaidi ya mara 5 ya pesa ambayo mwanamke wangu anataka kukupa. Anambia ingia kwenye gari. Dada akaona shenzi kweli wewe, ngoja nikuonyeshe. Request tena bana. Roy anaangalia muda kwanza, anambia dakika 5 yanafika, si ndio? Kumbe tumsubirie. Mara Peter akafika. Jamaa Roy tena anasema okay, ngoja nichukue tena hela. Akachukua hela kwenye gari tena. Roy anakuja tena na kipochi kimejaa hela bwana. Anambia Peter, vipi uko poa? Chukua pesa hii hapa. Anamwambia okay, kwa sasa kwa sababu una pesa unajidai una pesa zako, si ndio? Ndio maana unafanya hivi. Akanambia sikiliza, mimi naweza ngafanya hivi siku nzima. Ingia kwenye gari yangu. Basi bidada akaona mambo sio mengi, bwana ingia kwenye gari. Anatambiana hawa wote viburi yani. I say asante kwa usafiri. Anamwambia karibu. Kingine unataka nini? Anamwambia nataka unikaribishe ndani. Anamwambia sawa, karibu. Anambia unaweza kanipa maji kwanza. Akaona okay, wanakuletea maji. Mama anasubiri maji kwanza. Kaletewa maji kwanza, akapiga kwanza. Kwa hiyo kingine nini? Kwa hiyo nini? Anambia no, niliwaza kwamba nimekosea namna gani nilikuita. Unajua namna gani mimi nilikuita, si ndio? Anambia no, tunarudi kwenye hili kulizungumza. Akasema yes, tunarudi kwenye hili tulizungumze, nataka nikujue. Akasema no, mimi nakupa sharti moja. Ukiniambia wewe kwa nini na mimi nitakwambia kwa nini. Mimi niko fresh, naweza nikalala na wewe tena kama vipi? Bora jamaa akaona mwanamke chizi kweli. Mwanamke chizi anamwambia mimi nakujua vizuri, na kama unataka kulala na mimi sema, hebu acha kuzunguka mbuyu. Anakumbuka maneno yake, anaumia kweli. Anasema mwanamke mimi anachukuliaje? Leo tena kumuibukia nyumbani. Kama unafikiri mimi tabia yangu kutembea na malaya, sasa sikiliza, wewe ni mmoja wao. Dada chacheke. Anambia wewe Mungu wangu, Roy sikiliza, mimi ni bosi wako, afu mimi ni auditor chief. Sikiliza, mimi kwanza ni queen, yani wewe kwangu ni kama kijakazi. Umeelewa vizuri? Kwa sababu nikitaka muda wote nakupata, kwa namna yote nakupata. Umeelewa vizuri? Kwa hii game mimi ni game yangu. Mara kamlamba kidevu kidogo. Tulia, toka nje. Ambia toka nje. Ananitia uchizi. Roy anakumbuka bana. Anakumbuka sasa hapa Roy anatupa story kwa nini yeye anapenda wanawake sana. Yani hajali sana mapenzi. Kumbe alikuwa na baby wake zamani sana bana. Alikuwa anampenda kweli kweli. Hapa wako ikono anacheza na nini. Unajua mahaba bwana, Baby anapika nini? Hapa amelala baby anamwambia unajua namna gani mimi nakupenda. Unafikiria nini kuhusu ndoa yetu na honeymoon yetu itakuwaje? Anambia no, mimi baby unajua nakupenda. Mimi nitakuwa na furaha. Natamani, I can't wait. Siwezi kusubiri siku hiyo ifike. Basi
unaambiwa siku ya harusi sasa Roy anajiandaa kwenda kuoa bana. Yuko na my wake bana. My G, this is Roy. I know your vibe my brother. Najua vibe yako yani leo tuna luka kinoma leo. Na kujua rafiki yangu vibe yako. Anambia wewe acha tu. Basi usiamini siku hiyo alipigiwa simu na baba yake. Anaambiwa kwamba mwanamke wako amecancel harusi na amesafiri na mwanaume mwingine. Taarifa hizo nimezipata. Bwana Roy alipanic kinoma. Ana stress kinyama yani umeona? Yani anaongeleshwa na secretary yeye hata elewe anaongeleshwa nini. Hapa tunakutana na story ya mshikaji mmoja ambaye anafanya ni kama fundi ujenzi. Hapa bidada mwenye Bevel anamwangalia sana huyu jamaa. Tujue kwa nini, tutajua kwa baadaye kwamba jamaa ni nani na ilikuwaje paka Bevel amekaa kimtazama. Tunamkuta Roy panaongea na mtu kuhusu deal fulani kuhusu ofisi. Hii deal ilitakiwa Bevel ndo aifanye, ila Roy amemzunguka Bevel kamfuata na ofisini kwake anamwambia wewe kwa nini unajaribu mimi kunizunguka? Una shida gani? Yaani kwa nini mchongo kama huu wewe unaenda kuzungumza nao? Sikiliza, kwa sababu ulishindwa kulifanya, nimefanya badala yako. Umeelewa vizuri? Kwa sababu hii itakuwa ulifanya muda mrefu. Kwa hiyo kama wewe hujafanya mimi nimefanya, wewe unasemaje? Kwenye hili utalilipa. Dada kaondoka kwa hasira. Sikiliza, kama ulikuwa unataka kujua mimi nimefanya nini, itakuwa niulize kwa sababu sio unijaribu. Kwa nini unafanya? Hii kampuni ni ya familia yangu na sio ni baba yangu. Sasa hakikisha unaniheshimu. Akamkiss kwanza. Acha. Ambia wewe tulia. Go. Just go. Nenda. Roy akaona okay. Ameingia kwenye gari yake na hasira leo. Anawaza mwanamke huyu anatafuta nini mimi huyu. Basi leo kimada wake kaja kumtembelea nyumbani. Mwamba unaambiwa ana mood kabisa yani ana stress kinyama. Mwanamke yule anampeleka puta, anaambia nenda, mimi hata sijisikii kabisa leo. Kwa nini? Kwani nifanyia hivi? Nimekosea nini? Anambia wewe ondoka, nenda, chukua hela nenda. Ondoka. Leo pia tunaona bidada naye ana stress anawaza. Kamfuata Roy bana, anambia sikiliza nimechoka kugombana na wewe. Anambia mimi pia nimechoka. Tusigombane, kwani tugombane? Naomba unisamehe. Okay, basi naomba mkono. Tuwe na amani. Basi ana smile. Kwa hiyo anambia sikiliza, wewe hujui. Anambia sikia, mimi nilisalitiwa na mwanamke siku ya ndoa yangu. Siku ya ndoa yangu nilisalitiwa na mwanamke. Kwa mwanamke nilompenda na kumwamini. Maumivu yasikubadilishe wewe kuwa mtu mbaya. Wewe mbona ni mtu mzuri? Basi anamkumbatia. Anafanya hivyo kwa sababu aliwahi kuumizwa katika mapenzi zaidi. Leo kamfuata kumpeleka ofisini. Anambia tule ofisini. Basi ofisini yeye surprise na maua nini. Diamond anasema tu pesa sampa. Kumbe bado maua yanafanya kazi kwenye mapenzi bwana. Roy kampa maua mtoto mzuri, maua mazuri kabisa. Anaona maua. Anashika maua anatazama, anakutana na ujumbe mzuri. Nitaka uanze siku yako na kitu kizuri, kukupa siku nzuri. Anambia okay. Anambia mimi ndo Roy wa Lagos. Anambia silipendi hilo jina. Anambia okay asante. You're welcome. Kwa nini check email zako? Nimekutumia email. Kwa nini check? Anaambia okay, wewe amini sasa wamekuwa marafiki mpaka wana discuss masuala ya kazi. Kila mtu akiwa nyumbani anapigiana simu. Roy anacheka sana. Anamwambia okay, kwa nini usije? Basi wamekutana hapa, kaja nyumbani, wanakupiga kinywaji hapa na pale. Sasa hivi sasa mahaba ameanza kuiva bwana. Roy kaingia kwenye penzi zito la huyu mwanamke Bethel. Story unajua hisia kati yao zimeanza kuwatawala. Mara wana kiss pale. Anambia acha wewe. Anambia wewe mchokozi sana wewe. Aha. Ala. Mala melala wote sasa asubuhi anaamka. Wamechoka actually. Anambia nataka tukale. Kama unataka chakula, mimi chakula ninacho. Nikupe chakula ule, ndio? Wewe kupe chakula ule, mimi chakula ninacho.
Basi Masiara tunajua wapenzi, na Roy anaamka tena anamkuta bidada yupo muda kama huu. Inabidi amke ajiandae aenda ofisini. Roy sasa ana focus na kazi kinyama yani. Paka Mshua anakuja kumtembelea, anaangalia Roy wangu huyo mbona kabadilika leo. Leo Roy yupo ofisini ametulia anafanya kazi. Tena yuko makini kweli kweli. Mshua anasema sasa huyu ndo Roy wangu nilikuwa namtaka. Leo Roy yuko kwenye kikao anatoa presentation moja kali sana. Mzee anasema jamani, asante sana, nimependa sana presentation ya huyu mwanangu. Huwezi amini wanagonga 5 yeye na bibi wake. Roy anamwambia unajua bana, napenda sana nguo ulovaa, umependeza sana siku ya leo. Anambia hai kweli anambia so mimi bana nakupenda na nahitaji kuwa na wewe. Anambia samahani, siwezi, naweza kwenda, siwezi kuwa na wewe, haiwezi kuwa hivi kama unavyofikiria. Jamaa changanyikiwa, anambia baby, akaenda kwa mshikaji wake kumpa story. Uwezi amini yani ameniacha tu yani from nowhere. Mimi nampa story, namwambia jamaa, unampenda kwani? Sio? Anambia bana sikiliza, mimi nimekwambia kwamba tuna mwezi hivi kwenye mahusiano. Sasa mimi yani eti namwambia kitu cha maana kwamba nahitaji kuwa naye, nimuoe pengine. Eti anaondoka anasema kwamba haiwezi kuwa hivi. Unafikiri nini? Anambia Roy mimi sijakuzoea hivyo. My G sijakuzoea hivyo. Yaani wewe ndio kwa na mapenzi sasa hivi. Roy unampenda huyo mwanamke kweli Roy? Wewe sio Roy yule namjua. Jamaa anamcheka kweli. Maana anamjua Roy playboy. Leo playboy analalamika kwa sababu ya mapenzi. Basi bidada leo ameenda kwa boss ambaye ni babake Roy kumpa taarifa hizi kwamba bana, sasa sikiliza boss, Roy sasa hivi ameniambia anahitaji kuwa na mimi, niwe mwanamke wake wa maisha. Sasa nimekataa, nimeondoka. Anambia kwani umefanya hivyo? Ungemsikiliza. Anambia sikiliza, kama inahusiana na mimi, yani mimi sipingi kabisa wewe kuwa na mwanangu, na sipingi kabisa kwa sababu wewe kuwa naye mimi nimefanya maamuzi haya. Anambia mimi siwezi kwa sababu yote ilikuwa ni mpango. Jamaa ndo anaingia anamwambia mpango gani mlikuwa nao nye? Mpango gani mlikuwa nao Roy? What? Mpango ulikuwa ni nini? Hivi mnaweza kunielezea mpango gani? Mpango gani? Anambia no, mimi tulivyokutana, tukutana ilikuwaje? Anambia mzee anamwambia nilimpanga awe karibu na wewe ili wewe ubadilike, kwa sababu lengo langu mimi wewe ubadilike. Kwa hiyo nilimwagiza. Roy akasema huyu mzee chizi kaondoka Roy kwa hasira. Anambia mwache, akija kitulia utazungumza naye vizuri. Huyu jamaa ndo alimuumiza huyu mwanamke, alimpa stress za mapenzi sana zamani. Jamaa alimtelekeza huyu mwanamke akiwa na mimba. Kwa leo jamaa anaomba msamaha kwamba naomba unisamehe. Kitu gani nimekufanyia ambacho sikusamehe? Anambia hauna ambacho ulichobakiza kwangu, naomba uniache. Kumbe huyu bana ni mwanaume wake wa zamani sana na Bethel. Waweza mimi leo bosi anasema nina furaha kuacha kampuni hii na kanikabidhi usimamizi kwa mwanangu. Nafikiri wote mtakuwa na furaha mkiwa naye kwa sababu anafanya kazi vizuri na anaweza kuiongoza kampuni vizuri. Roy leo anaachia kampuni bwana. Roy anaenda kwa kwenye kiti cha enzi, kiti cha babake. Anambia napaki vitu vyangu, sioni umuhimu wa kuendelea kuwepo hapa, maana subiri unifukuze, naweza mmoja nikaondoka bila kufukuzwa. Anamwambia wewe baba yako mimi hakunilipa kulala na wewe. Anamwambia okay unaondoka si ndio? Baba yako mimi hakunilipa mimi kulala na wewe, lakini mimi zamani nilikuwa na mwanaume akanitelekeza kabisa, alafu baba yako ndo ambaye alinisaidia kwa sababu siku moja niliamua kutaka kujiua. Nilipoamua kwenda kujitupa kwenye gari ili gari niponde nife, baba yako ndio aliyekuwa dereva na ndio alinisaidia na kuniokoa kwenye majanga ambayo niliumizwa zaidi nikatamani kufa. Baba yako ni mtu ambaye amenisaidia, alinisaidia bila kuniomba chochote. Hata aliponiambia mimi nikufanye wewe ubadilike, nikaamua kuja karibu yako, naomba unisamehe. Anamwambia mimi nitakuwa mwanamke wako na ninakupenda. Anambia kweli? Basi leo anaelewana.
hakuna shida, wanakisi hapo. Kumbe wameoana bana. Oha. Kumbe Roy amemuoa Bevel, Bevel ameolewa na Roy. Anamwambia, "Hey mume wangu." Anamwambia, "Baby, wife." Okay, wanakisi hapo kwa furaha. Je, umejifunza nini? Umependa story? Like, kupata story mpya subscribe. This is That Lagos and this is your favorite DJ Bilo the Great. Nipe comments yako. Asante.